Na msikilizaji, tulikujuza mapema tu kwamba baada tu ya dondoo za michezo tutakuwa naye hapa Barwan Muhuza, mchambuzi wa siasa za Afrika, ambaye pia ndiye mkuu wa UFM. Kwa hiyo tunaye tayari ashaingia hapa, na tulikujuza pia kwamba tutakuja kuangalia taarifa hii ya serikali ya Togo kumkabidhi Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba kwenye nchi yake, maana kule ndio nchini kwake kule Burkina Faso. Kwa hiyo amerudishwa huko na ameenda kukabidhiwa kwa serikali inayoongozwa na Captain Ibrahim Traore, ambaye naye pia aliingia kwa mapinduzi hivyo. Sawa, kwa hiyo jana tulikujuza kwamba tutaendelea kuangalia taarifa hizi na tutakuja kwa uzungumza hapa na Barwan. Ahadi yetu tumeitimiza. Barwan tayari ameshaingia hapa. Barwan, karibu. Nakushukuruni sana. Sawa. Nimekaribia. Sawa, tunashukuru sana. Tumeona hapa taarifa hii tangu juzi. Serikali ya Togo imemkabidhi kiongozi wa zamani wa kijeshi wa Burkina Faso Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba kwa mamlaka ya ndani ya nchini kwake, ambapo anatuhumiwa kupanga majaribio kadhaa ya mapinduzi dhidi ya serikali ya sasa ya Captain Ibrahim Traore. Naam, kwa kwanza kuangalia hapa, kuna makubaliano yoyote kati ya Togo na Burkina Faso pengine mpaka imefikia hatua hii? Labda pengine inawezekana unauliza kama makubaliano ya kimikataba yale ya kuna nchi na nchi wanakubaliana kubadilishana wafungwa ama watuhumiwa. Swali ni hilo maana yake. Kwa Togo na Burkina Faso hawana hiyo mikataba, lakini kwa suala hili la Damiba wana makubaliano maalum, na haya makubaliano ni masharti, tuseme si hata makubaliano, au ndio masharti ni makubaliano, si ndio hivyo? Ambayo yamewekwa na Togo kwamba huyu Damiba alivyokimbia nchini mwake ile Septemba 2022 baada ya zile vurugu za kumpinduliwa, maana yeye alipinduliwa na huyu Ibrahim Traore. Kwa hivyo alikimbilia Togo. Togo ni nchi jirani, ipo kusini mwa Burkina Faso, na akaenda kuishi Lomé, mji mkuu wa Togo, na eneo alikuwa anaishi lina ulinzi mkali sana, kwa sababu ni ukweli kwamba alikaribishwa na rais wa Togo, ama niseme waziri mkuu wa Togo, kwa sababu nitaigusia kidogo pengine hapo mbele kidogo. Nikisema waziri mkuu, kwa nini siwe rais? Ni kwa sababu Togo ilibadili katiba yake hivi karibuni mwaka uliopita mwezi Machi, na kuondoka kwenye rais ambaye mwenye mamlaka. Kwa sasa hivi Togo imeingia kwenye kundi la zile nchi ambazo waziri mkuu ndio mwenye mamlaka makubwa, ndio mtendaji kuliko rais. Rais ni tunasema pazia hivi, yupo tu. Kwa hiyo wana rais mpya, na aliyekuwa rais sasa amekuwa waziri mkuu. Kwa hiyo kuna makubaliano kati ya Faure Nyasimbe Eyadema, mtoto wa rais wa zamani wa Togo ambaye amekuwa rais tangu 2005, nafikiri unakumbuka vizuri, baada ya kifo cha baba yake. Kwa hiyo akawa rais kwa muda wote huo mpaka mwaka jana alivyobadilisha katiba, na sasa amekuwa waziri mkuu. Ni kuepuka yale mambo ya kuwa tu rais. Sasa maarifa ni mengi siku hizi, mtu akitaka kushikilia mamlaka. Sasa walifanya makubaliano, na yule ni rafiki yake, akamleta mpaka Togo, njoo kae hapa. Akakaa mahala pazuri salama kabisa. Sasa Burkina Faso ilivyoamua kumuomba, na kwa kweli amekuwa akimuomba kwa muda mrefu, Togo ameamua kuambia bwana, tutawapeni huyu mtu lakini kwa masharti, na sio tu bure, ni kwa vitisho, kwa sababu Togo alianza kupigwa mikwara kwamba sasa tutawavamia, yani sio tu tuache hivi, na ilikuwa ni mpango umepangwa kati ya Mali na Niger, ambazo ni nchi jirani, makaka wa Burkina Faso hao, kwa sababu unajua Burkina Faso ina kaka zake wawili sasa hivi, Niger na Mali, kwa sababu ya walivyotengwa na ECOWAS. Kwa hiyo wakawapiga mkwara wale Togo, mtoeni huyo kwa sababu anahatarisha usalama. Kwa hiyo Togo kwa makubaliano yao wakamwambia Traore kwamba tutakupa huyu mtu, lakini kwa masharti kwamba asimame mahakamani kwa haki zake zote za kiutu, heshima anayostahili, msimfanyie, msitweze
ubinadamu wake. Unajua ni hatari, watawala wa kijeshi hao wanaweza kufanya lolote ukashangaa sana, wakamfanyia vitu vya ajabu. Kwa hiyo wakaweka hayo masharti, likiwemo sharti la kwamba asihukumiwe kunyongwa kama itabidi kukutwa na makosa makubwa. Wale wakamwambia tumekubali yote hayo. Kwa hiyo kwamba basi tunamkabidhi. Kwa hiyo jamaa alikamatwa nyumbani kwake pale Lomé, wakampeleka mahakamani pale pale Togo kwanza. Mahakama ikasema, kwa sababu huwezi kumkamata tu, mahakama ikatoa amri kwamba huyu anapelekwa nchini mwao. Kwa hiyo akapelekwa, akasafirishwa, akapelekwa hivi tunavyozungumza yuko Wagadugu. Alivyokamatwa haijulikani hata kawekwa wapi, lakini ashakabidhiwa, amekabidhiwa. Kwa hiyo hakuna makubaliano ya kimkataba kwa mujibu wa lile swali la mwanzo, ila tu Togo alipigwa mkwara kwa lugha nzuri tu ya kawaida ya kimjini. Walipigwa mkwara na mkwara ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo akaona yasiwe mengi bwana, basi sasa ameshakabidhiwa huyu. Nini ambacho kinaweza kikafuata baada ya hapo, pamoja na kuwapo kwa hayo masharti mengi namna hiyo na makubaliano? Unamwona kwamba Traore anaweza akayatekeleza haya? Ni ngumu kidogo, ni ngumu kwa sababu Traore anaamini usalama wake uko mikononi mwa Damiba, anaamini hivyo. Na ni kwa sababu Damiba unajua kwenye maisha kawaida hivyo unaweza kusema jamaa mtu mbaya sana huyu, kwa maana yani unafanya kazi nzuri lakini ndio anakuambia jamaa amefanya kazi nzuri, yani ile sifa inakuwa katika hali ya ubaya lakini ni sifa. Kwa Damiba si mtu mzuri, yani ni mtu mwenye maarifa, mwenye uwezo mkubwa sana. Ana miaka 45 tu, sio kwamba ni mzee, lakini amekuiva vizuri sana. Huyu ameshiriki mafunzo makubwa kabisa ya kijeshi Ufaransa na Marekani. Amesoma kozi kubwa kubwa zaidi ya 7 za kijeshi za juu kabisa za kijeshi Marekani, na ana maarifa makubwa sana. Kwa hiyo amekuwa anahofiwa pia kwamba ana uhusiano wa karibu na Ufaransa na Marekani. Sasa kesi yake, kwa nini amekamatwa? Ni kwamba amemkamata kwa kuwa anadaiwa amepanga mapinduzi mara kadhaa, ikiwemo hivi karibuni tarehe za mwanzo za mwezi huu. Kwa hiyo ameonekana kwamba anahatarisha usalama, akamatwe popote alipo. Kwa kuwa alikuwa nchi jirani, ni karibu, imefanyika maarifa na wanajua ile alikuwa hawezi kuachiwa, ikabidi watumie nguvu ya mikwala na nini kwenda kumpata. Kwa hiyo Togo waliona asije kuwa shida bure, wakamwachia. Kwa hiyo huyu bwana Traore anaamini kabisa kumpata kwake kumekuwa nafuu. Na kwa nini alituhumiwa hivyo? Kuna wanajeshi walikamatwa kwenye majaribio kadhaa yalitokea ya kutishiwa kupinduliwa kwa Ibrahim Traore. Na wale waliokamatwa walifikishwa mahakamani, wakatoa ushahidi kwamba jamani, tulitumwa tu. Na mlitumwa na nani? Wakaeleza kwamba walitumwa na Luteni Kanali Paul Henry Sandaogo Damiba. Na kwa malipo gani? Wakaeleza kwamba walikuwa wanalipwa mpaka dola 15,000. Dola 15,000 tu ya kwenda kufanya mapinduzi. Dola 15,000 ni kama milioni karibu kama 30 tu hivi. Ama inakimbia 30 na kidogo. Kwa hiyo ndio hiyo ambayo wamemkamata nayo, ushahidi huo. Na waziri wa mambo ya ndani wa Burkina Faso Afande Sana, pia Mahamudu Sana anaitwa, amezungumza hilo sana kwamba Paul Sandaogo Damiba amekuwa akishiriki na kupanga mikakati mikubwa ya kwenda kuipindua serikali ya Ibrahim Traore. Lakini tukumbuke Traore yeye alimpindua huyo Damiba, na walishiriki pamoja hawa kwenye mapinduzi kadhaa kwenye nchi hiyo wakiwa jeshini, wakiongozwa na huyo Damiba. Damiba akiwa mkuu wa jeshi. Hakuwa mkuu wa majeshi, hajawahi kuwa mkuu wa majeshi. Lakini alipewa nafasi kubwa jeshini. Na wakuu wa majeshi mara chache sana wanashiriki mapinduzi huko magharibi. Yeye mwenyewe anawahiwa, anakamatwa yeye kwanza, mkuu wa majeshi anawekwa pembeni, alafu ndo watu wanaingia kwenda kupambana. Japokuwa kuna maeneo mengine mkuu wa majeshi anashiriki na ndo anakuwa kinara, lakini mapinduzi mengi huko magharibi mwa Afrika yanafanywa na makanali, maluteni hao. Kwa hiyo naam. Haya, na tuangalie kwa nini Burkina Faso inazituhumu Ivory Coast na Benin kupanga mapinduzi labda. Kumekuwa na tuhuma hiyo kwa muda mrefu, na ni kwa sababu mahusiano yenyewe kwanza si mazuri
kati ya Burkina Faso na Cote d'Ivoire ama hiyo Ivory Coast, na kwa mfano tu Ivory Coast imemshikilia mpaka leo, inadai imemshikilia kwa usalama wake Blaise Compaoré. Blaise Compaoré ni rais aliyekaa madarakani miaka 27 tangu mwaka 87 alipompindua Thomas Sankara, na alikuwa rafiki yake, mtu wake wa karibu. Alivyomuondoa mamlakani akaingia yeye na akakaa hapo kwa miaka 27, kwa maana ya 84 mpaka mwaka 2014. Na kilichomuondoa ni baada ya kuanzisha mpango wa kubadilisha katiba ili aendelee kuwepo tu. Kwa hiyo wananchi waliingia mitaani. Yule aliondoka pale kwa marungu, mawe na vurugu kubwa. Of course kulikuwa na nguvu ya wanajeshi. Alivyoondoka akakimbilia nchi jirani ambayo ipo kusini. Sasa Ivory Coast ipo kusini. Kwa hiyo yupo kule, na mwaka 2022 kama mnakumbuka vizuri, kesi ilifunguliwa kwa muda mrefu na Mariam Sankara, mke wa Thomas Sankara, na serikali wakafungua kesi ya kumshitaki huyu Compaoré kwamba kwa mauaji ya Thomas Sankara. Kwa hiyo alihukumiwa, na serikali ya Ivory Coast iligoma kabisa kumrudisha huyu Compaoré kule Burkina Faso ili akakabiliwa na mashtaka. Kwa hiyo amekaa huko mpaka leo, lakini alishahukumiwa kunyongwa, kifungo cha maisha jela, na kibidi atanyongwa, na pamoja na kwamba hakuwepo. Lakini mpaka leo serikali ya Ivory Coast imegoma kumtoa. Inayo ni Alassane Ouattara amesema huyu hana shida yoyote, hana matatizo. Na ukumbuke Ouattara amewahi kuwa na uraia wa Burkina Faso na akaukana ili aweze kugombea urais wa Ivory Coast. Kwa hiyo anasema mimi nina maslahi na nchi zote mbili, kwa hiyo siko tayari kuleta mgogoro. Kwa hiyo nikimleta utaleta mgogoro mwingine, ukamshikilia. Kwa hiyo kuna shari kubwa kati ya Ivory Coast na Burkina Faso, lakini hakuna uhusiano mzuri kati ya Burkina Faso na Benin ambazo zote ameziingiza kwenye mgogoro. Utakumbuka juzi hapa rais wa Benin huyu imenitoka kidogo jina lake, Patrice Talon. Talon alikoswa mapinduzi. Talon anadai pamoja na kwamba mapinduzi yametoka nchini mwake, yataka kufanyika nchini mwake, lakini hii chokochoko ilitoka Burkina Faso. Na yeye ni jirani yake pia, kwa sababu Burkina Faso majirani zake ni nchi zote ambazo zina vurugu. Ambaye kidogo ametulia kwa kidogo ni huyo Togo, kidogo hivi, na Ivory Coast yenyewe, japokuwa Ivory Coast ishaingia kwenye vurugu sana. Huyo Benin kakoswa hivi juzi, lakini Mali ambayo iko kaskazini na Niger, hao wote hali ni ngumu sana. Kwa hiyo wanazituhumu kwa sababu zimekuwa haziwaungi mkono, lakini tuhuma kubwa zaidi ni kwamba, na hiyo ni ya muda mrefu, kwa nchi zote za Afrika Magharibi zinazozungumza Kifaransa na za Kiingereza wanazituhumu Benin, Ivory Coast, na kwamba hawa ni vibaraka maalum wa Ufaransa kwa muda wote. Na utulivu wao unaelezwa kwamba umewekwa hapo na Ufaransa, na zile ni nchi ambazo hazina shari na Ufaransa, japokuwa Ufaransa ana shari na nchi nyingi za Afrika Magharibi kwa sasa hivi. Kwa hiyo tuhuma zake ni za kuwa za hisia ama za namna yote, lakini kwa sababu wana connection nzuri. Kwa hiyo usalama wao wanaona ni mdogo, kwa sababu Ufaransa bado wana nguvu ndani ya Ivory Coast na Benin ambao ni majirani zao. Lakini baadhi ya nchi hizo majeshi yale, maana Ufaransa alikuwa na vikosi vyake vimekaa tu huko, sasa vimeondolewa vile. Labda pengine sababu inaweza ikawa ni hiyo, Ufaransa kuwa na chuki na hizi nchi. Sasa chuki si ipo, si waligombana, walitilafiana waziwazi tu, wala hata halikuwa jambo la siri. Niger, Mali na Burkina Faso, Guinea, wote hawa waliingia, wana ugomvi na Ufaransa, tena ugomvi wa maneno mabaya kabisa, kwamba nyie mmetuibia, tunataka mturudishie mali zetu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wameondoa vikosi vyao vyote na uhusiano, na hakuna mambo ya mabalozi wala vitu gani. Kwa hiyo uhusiano hata wa kidiplomasia umekufa. Kwa hiyo ni tuhuma ambayo ipo kawaida, ambayo ingebidi tu iwepo. Sawa, umemgusia japo kidogo Damiba hapa, lakini ungemweleza zaidi na sasa tayari yuko mikononi mwa Traore, jinsi yeye ni nani hasa,
pamoja na kumgusia hapo kwamba amepata mafunzo makubwa ya ngazi ya juu ya kijeshi, lakini zaidi tuone kwamba na jinsi kama anaweza akajinasua yeye mwenyewe hapo alipo, hata kama ni mafichoni, labda pengine na mtandao inawezekana na mtandao, kama mtu alikuwa yuko Togo na anapanga mapinduzi akafanywe nchini mwake. Ni hatari. Sasa yale mapinduzi tuhuma yake sio yeye peke yake. Tuhuma ya kuandaa mapinduzi iko kwake yeye na serikali ya Togo, Benin pamoja na Ivory Coast. Yaani wale Burkina Faso wamezichanganya hizo nchi zote tatu majirani zake wa kusini pale kwamba wanashiriki. Na hawa ndio roho yao yenyewe hao Burkina Faso, kwa sababu bandari anazozitumia ili kuweza kufanikisha mambo yake ziko Ivory Coast, Benin na Togo. Kwa sababu yeye ni landlocked country, hawana bandari. Lakini pia anaweza akapata msaada kutoka Ghana, ambayo ndio nchi pekee imetulia kabisa baada ya miaka mingi sana ya vurugu za mapinduzi yaliyotokea mwanzoni sana mwa uhuru wa nchi ile. Kwa hiyo hakuna namna. Anyway, kumzungumza Luteni Kanali Sandaogo Damiba, ana miaka 45, nimesema bado ni kijana tu hivi kwenye umri huo. Huyu amekuwa jeshini, amesoma chuo cha kijeshi cha Paris na akasoma Marekani kama nilivyokuwa nimeeleza, kozi kubwa, lakini alikuwa kamanda wa Cobra. Cobra ni kikosi maalum kule Burkina Faso cha kupambana na wale magaidi na hawa jihad, Al-Qaeda na vitu kama hivyo. Alifanya kazi nzuri sana, na hata ilipofika wakati amechukua mamlaka akiwaongoza hawa kina Ibrahim Traore na wenzie wengine, aliaminika kwamba atapambana na wale magaidi vizuri, lakini alivyoingia mamlakani alisahau, na sijui kwenye mamlaka huwa kuna kitu gani akawa kasahau, ama pengine pressure alizokuwa anazipata kwamba achana na hii achana na ile, akaamua naye kuyaona kama ya kawaida, na hiyo ikatosha kumuondoa mamlakani, kwa sababu alifika mahala akaanza kuwapuuza hata wale Cobra wenzie, akawapuuza na wakawa wanamwambia bwana achana na hivi vitu. Akaamua hata kumfukuza kazi waziri wake Bartolomeo Sikaore, alikuwa waziri wa ulinzi, akamtimua sababu aliingia mamlakani mapema sana mwaka 2022. Kufikia Septemba akamfukuza kazi na waziri wake wa ulinzi. Baada ya muda mfupi na yeye mwenyewe akapinduliwa, kwa sababu alijipa yeye mwenyewe kuwa waziri wa ulinzi. Akasema nitakuwa waziri wa ulinzi mimi mwenyewe, naona mnafanya masiara. Kwa hiyo akawa mwenyewe na wale wakaamua kufanya mipango ya kumpindua, ambao mipango ilipangwa na mtu wake wa karibu Ibrahim Traore, ambaye pia ni msomi mzuri, lakini yeye si sana. Yeye ana diploma yake tu ya kijeshi, lakini yule mwingine ana masters, ana mambo mengine mengi na kozi mbalimbali. Ana kozi 7 nimesema za elimu ya juu ya kijeshi aliyoipata Marekani. Kwa hiyo ni kijana bado ana shauku ya kutaka kurejea mamlakani bila shaka. Kwa hiyo askari wake ameunda kundi la wanajeshi, lakini ukumbuke wakati ameondoshwa mamlakani ile 2022 Traore alivyoingia mamlakani, huyu bwana alienda akajificha kwenye kambi mojawapo, akakaa huko, na kwa sababu wanamuogopa kwa maarifa na mbinu alizonazo, wakatafuta wazee wa kuwasaidia, kwa sababu alitaka kupambana. Hakukubali kuondoka mamlakani hivi japokuwa alikuwa kaondoka, lakini alitaka kupambana zaidi. Ikabidi wazee wa kimila, wazee wa dini, viongozi wa kidini wawaite kikao. Wakakaa kikao cha kutafuta suluhu ya wale watu wawili, askari wawili marafiki, na suluhu iliyokubaliwa ni kwamba aende uhamishoni kwenye nchi ile, asikae. Akatakiwa aende mbali, pengine Algeria. Traore alimwambia akakae pengine Algeria huko na kwingine, lakini yeye akasema mimi nitakwenda kukaa Togo. Togo ni karibu sana, na kweli pengine hofu yake Traore imejibu baada ya kuona bwana yuko Togo na amefanya hayo aliyofanya. Au pia si ajabu hajafanya, lakini hofu tu kwa sababu hawamwamini, basi itakuwa ni mashaka. Naweza nikarudi kwenye swali lako lile kwamba wanaamini vipi kama anaweza kachoropoka kwa namna fulani. Umemsogeza karibu, sina hakika, lakini yule watamlinda vizuri na watamtia kambani tu. Sioni namna gani wanaweza wakamwachia.
Zainabu, kuna kitu ulikuwa unataka kusema? Mimi nataka tu kufahamu kwamba yale masharti ambayo amewekewa, je, yatatimia, kwamba huyu asinyongwe huyu? Kweli kuna ninavyomwona Traore atatimiza. Amelijibu hata yeye mwenyewe Barwani ana wasiwasi kwamba ni ngumu sana kwa sababu wewe mtu mwingine unatupangia masharti vipi sisi na Burkina Faso hukumu ya kunyongwa ipo. Ipo. Kama ukifanya mzaha umekosea makosa makubwa kabisa, wenyewe wanasema high treason, makosa makubwa ya uhaini au unakula kitanzi. Kwa kuna uwezekano ukakiuka masharti ambayo wamewekeana. Sasa mapinduzi 17 ya majaribio 17 ya kumwondoa mamlakani Ibrahim Traore, na yote amehusishwa yeye. Yani hapo wanasema yote muhusika ni yeye. Anapanga mashambulizi yakitoka Togo, lakini hao wanaoingia kufanya mashambulizi wanaingilia Ivory Coast. Kwa hiyo ndio maana ameziconnect nchi hizi majirani kwenye hiyo vurugu. Lakini ukweli Burkina Faso, katika kuielezea tu, Burkina Faso ipo kwenye wakati mgumu sana, na kuna kitu kinaendelea mitandaoni kwa dunia ya leo. Unakuta watu vijana nasema huyu ndio rais wa maana kuliko wengine, amefanya hiki, mara sisi kanunua mashamba yamesha leta na mazao na magari na nini, kuonyesha kwamba Burkina Faso imebadilika ghafla. Jamani, sio vitu vya kweli, vinachorwa ni vitu vya kuchora na vitu vya kusema watu wa mitandao kidogo sana. Kamarada, iwapo sasa haya masharti ambayo Togo ameyaweka kwa Burkina Faso na Burkina Faso kupitia kiongozi wake Traore kwamba amekubali, kuna chochote anaweza kufanya Togo ikiwa masharti yatakiukwa? Kipi? Na kitoke wapi? Kwanza kumtoa tu ilikuwa sio kwamba ni kwa hiari yao. Mkwala mzito sana wamepigwa. Unajua iko hivi, ECOWAS ilikuwa ni wanachama 15, ile jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi 15. Nusu nchi 3 zimejitoa, 3 tu zimejiondoa, na Burkina Faso, Niger na Mali wameunda umoja wao wa Sahel wa zile nchi za Kifaransa zenyewe 3 tu. Hizi nchi mbili, Mali na Niger, ni kubwa sana. Burkina Faso ni kanchi kadogo, lakini hizo nchi 3 peke yake zimezidi nusu ya ukubwa ile eneo la ile Afrika Magharibi yote ya ile ECOWAS. Zaidi ya nusu nzima ni hizo nchi 3 kwa maana ya eneo, lakini hazina watu wengi zile nchi, ni ukubwa tu wa maeneo, lakini watu wachache, lakini zimechukua ukubwa wa zaidi ya nusu ya eneo lote la ECOWAS. Na wale kama wameigomea ECOWAS na washauri wengine na wengine wa nje ya Afrika na kuwapi, jamani, rudini, tulieni, fanyeni hivi, wale wamegoma kabisa. Wamesema sisi hatutaki na tutaendelea na maisha yetu, na wameanzisha currency zao sasa hivi, wameanzisha pasipoti yao hivi karibuni, na maisha yanasonga. Na wote ni wanajeshi. Wale ni makosa kuwaita marais, wale ni viongozi wa kijeshi. Na mwenzao mmoja Mamadou Doumbouya. Sasa Doumbouya uchaguzi tena, nikwambie Doumbouya sasa, Doumbouya amesoma darasa moja jeshini kule Ufaransa na huyu Sandaogo Damiba ninafikia wamesoma darasa moja. Doumbouya wengine ambaye yeye aliamua kuitisha uchaguzi. Huyu Traore alisema ataitisha uchaguzi mapema, mpaka sasa hana uchaguzi, hana vitu gani. Lakini ni sifa zile kwamba watu wanampenda sana na nini, lakini ndo hivyo, labda atakuja kubadilika na ataleta mambo mazuri akishamalizana na Damiba. Ngoja tusubiri tuone. Sawa, tunakushukuru sana Kamarada. Asanteni. Naam. Ni Barwani Muhuza Kamarada, maarufu sana, ukimwita Kamarada tu dunia inajua kwamba ni nani huyo. Mchambuzi wa siasa za Afrika ambaye ndio mkuu wetu wa UFM Radio hapa. Sawa, na kuna mtu amesema anampongeza sana kwa kile ambacho amekizungumza kwa uchambuzi wa kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, na alitaka kufahamu mapinduzi ya kijeshi yanajitokeza kwa mataifa ya Afrika yataisha lini? Tatizo ni mfumo wa kung'ang'ania madaraka au maslahi binafsi, lakini pia vurugu, vita mpaka lini? Mtei alitaka kufahamu. Ila tunakushukuru sana.